Usione mtu anakaa kimemaanisha ni upole, bali ni siri aliyobeba ndani ya moyo. Hivyo natamani aitoe si tayari umeshajua kuhusu mimi. Ni vyema kujifanya bubu kuliko kufanywa bubu. Ole wako nisikie kwa mtu yoyote siri yangu hii. Nitakuonesha. Joy, kwanza leo mimi nakuita Miss Plan. Yaani nakubali kinoma. Hicho ndicho kinakuponza. Yaani sijakuona kabisa tofauti na mtoto wa kike. Hizo ni dharau sasa au sio? Na mimi nakucha na ukweli. Ukweli yani unaongea sana bro. Hapa hakuna tena mambo ya kubishana. Kikubwa tumeshamiliki mzigo. Sasa sikia. Kuanzia sasa huyu ndio Miss Plan wetu. Inabidi tumsikilize pia tumheshimu. Au sio? Imesha yote nzetu kupata msosi. Ni fumbo. Si kweli na mimi mapenzi fumbo. Si dunia fumbo. Si kweli na mimi mapenzi fumbo. Mwaju, ni kitu gani kinaendelea? Mbona sielewi? Hata na sisi hatujui kilichotokea. Ila mtu pekee alikuwa kwenye tukio lililotokea. Ni Suyati. Inabidi tukamuulize. Suyati? Kwani Suyati yuko wapi? Kwa maana nilipoamka ni kama nimemwona Suyati, ila sina uhakika. Mimi sijui. Suyati, ni kitu gani kinachoendelea? Kwa maana nasikia ulikuwa kwenye tukio. Na kwa nini umenileta hapa kuliko kunipeleka nyumbani kwako? Kaka, hata na mimi sijui kilichokuta. Nilikuwa naelekea sokoni, nilikuta upo njiani nalala. Sikuwa na nguvu ya kupeleka nyumbani kwako. Ikabidi nikufikishe kwanza hapa. Ila na imani ukiwa sawa, tutakupeleka nyumbani kwako. Ila kwa sasa haupaswi kwenda kule, maana si salama kwako. Kuhusu mimi, ni vyema kujifanya bubu kuliko kufanywa bubu. Ole wako nisikie kwa mtu yoyote siri yangu hii. Nitakuonesha.
Mbona ni kama unashtuka? Kuna nini? Hakuna chochote, nilikuwa nakuaia wewe. Vipi? Hali inaendeleaje kwa sasa? Hali ya kaka kunaendelea kuwa mbaya sana. Inabidi tumpeleke kwa mganga, maana tukimbakiza hapa mimi sioni chochote kwa kinabaki. Hauni pumbavu. Vipi utapeleka mtu kwa mganga? Ni mambo ya ushiriki. Lakini haina shida, kwa hiyo kama Suhati anaweza kuwa na neno lolote la kuongea, anataka tuambie tu. Hivi leo mmeona mchango wangu ni muhimu kwenu eh? Nilichowaambia mmeshindwa kuifanya. Sasa basi, fuateni akili zenu zinataka nini? Si Kaka, mimi naona tu tuache mambo ya kubeti. Haina maana yoyote. Yaani kazi tu ni kupoteza tu muda. Hivi unakielewa unachokizungumza? Yaani unasahabu kitu ambacho kinachokufanya wewe uishi hapa mjini. Unasahabu? Bro, mimi kubeti imenitengenezea jina. Yaani hapa mtaani na vimba na tamba kwa sababu ya kubeti. Alafu leo wewe unaniambia eti niache kubeti. Wewe uko sawa? Bro, mimi siwezi acha kubeti. Kubeti ni kazi kama zingine. Kaka, hivi kwanza tuanze kubeti. Kuna kitu cha muhimu unaweza kuwa umeshagaji toa. Hakuna nafasi kwenye ushagaji fikisha. Kazi tu ni kunywa pombe na kutoa nje wanawake. Tunaenda kudangadanga. Mwacha kwanza kelele. Chuma hiyo kinakuja. Tena kinaonekana kingali kipya. Oya bro, wewe baadaye. Hiki lazima nile nacho sahani moja leo. Habari yako? Sawa, kwa majina naitwa Patrick. Sijui mwenzangu. Shazia. Oh, Shazia. Na jina nzuri sana. Shazia, unajua ujasiri na bidii iliyonitoa pale na kukufuata mpaka hapa ni kufuatana na gisi huko. Yaani sitakudanganya dadangu, unavutia sana. Wewe ni mzuri mno. Yaani nikikuangalia nashindwa kukutofautisha kabisa na maua yanayomwagiliwa maji, maziwa na asali na kuonekana katika umbo lake halisi katika bustani. Kwa kweli unanivutia sana. Haya, unajua kufuatana na mazingira, muda, sidhani kama naweza pata muda kujieleza sana kwako kwa sababu moyo wangu umebeba mambo mengi sana kwa ajili yako. Hivyo tu ningekuomba unipe muda siku ya leo, yani kama jioni, niwe na wewe pamoja tuchangie hata dina. Sijui unaonaje? Mtoto mzuri. Yani niko tayari kukupa kiasi chochote cha pesa unachokihitaji ili mradi tu niwe na wewe kwa siku ya leo. Inaonekana umejaliwa sana maneno ya kumshawishi mtu. Pia naona uko vizuri kwenye mfuko. Yani usijali. Kwa hiyo tunafanyaje? Mimi wala sina mambo mengi. 5,000 tu tanitosha. Haya, poa. Haina shida. Basi tuondoke zetu. Si